Ni hasara gani ambao wafugaji huwa wanakutana nayo katika ufugaji na haizungumziwi mara kwa mara, yani hauisikii kama inafichwa hivi? Ukishachukua vifaranga ikiingia bandani, wale wanaokufa baada ya hapo iwe kwa uzembe au kwa magonjwa yameingilia, unaweza kuchukua vifaranga 500 ukashtukia wameshakufa hata 80. Unaweza kuweka mtu ambaye sio mwaminifu kwenye biashara yako. Siku za kwanza kinachochangia zaidi vifo vya vifaranga wakilaliana, lazima ukute vifo viwili vitatu vinasababisha, kwa sababu wengine wanakuja hawana magonjwa na unakuta kweli wamekufa. Lakini sasa atakwambia nimekuta kwenye kona, nimekuta huku, namuuliza je, moto uliweka vizuri? Ni hasara gani ambao wafugaji huwa wanakutana nayo katika ufugaji na haizungumziwi mara kwa mara, yani hauisikii kama inafichwa hivi? Ni hasara gani hiyo kwa uelewa wako au experience yako katika ufugaji? Hasara tunayokutana nayo sisi wafugaji kwa uzoefu wangu mimi ni hasara ile ambayo ukishachukua vifaranga vikiingia bandani, wale wanaokufa baada ya hapo iwe kwa uzembe au kwa magonjwa yameingilia. Kwa kweli hiyo ni hasara kubwa, maana unaweza kuchukua vifaranga 500 ukashtukia wameshakufa hata 80. Ndio. Sasa hiyo ni hasara yetu sisi. Ndio. Ni hasara yetu sisi. Hasara ya pili ni yetu sisi pia, kwa sababu unaweza kuweka mtu ambaye sio mwaminifu kwenye biashara yako. Yes. Unauza, unamwamini mtu kuuza, mwisho wa siku banda likiisha kuku unakuja kukuta una losi ya kuku 20, 25. Hiyo ni hasara yetu. Hauwezi kulalamika kwa mtu yoyote. Kwa sababu mwingine inakuwa kama ni uzembe au kama ni kutokuaminiana. Basi alafu hasara nyingine, hata ukichukua vifaranga kwenye sasa hivi kidogo wamejitahidi kwa sababu wanavicheki kabla hajatupa. Ndio. Lakini siku za nyuma ilikuwa unachukua vifaranga haya hivi hapa unaondoka. Unakuja unakuta vifaranga 6 vimekufa, vimelala. Hiyo ni hasara yetu, kwa sababu hatujawahi kurudishiwa vifaranga. Ndio. Hatujawahi kurudishiwa vifaranga. Hiyo si ni yetu, lakini ilitakiwa isiwe ya kwetu. Ndio. Ndio tatizo tunalo, changamoto hiyo. Okay. Ndugu mtazamaji, kama unavyosikia, katika moja ya hasara ambazo huwa hazizungumziwi na wafugaji ni hiyo ambayo Madam Josephine anasema. Kwanza kunaweza ukawa na kijana au mtu ambaye sio mwaminifu katika utendaji, ambapo labda atauza au kuku 2 au 3 na wewe usijue, na unapofika mwisho wa siku ukifanya mahesabu yako unaona kuna losi ya kuku hao ambao wameuzwa kinyemela. Lakini pia kuna wale vifaranga ambao labda kwa uzembe au labda magonjwa au wanakuwa tu na default kutoka huko walikotoka, unakuta ni 3, 4, 6 hata 7, lakini kwa sababu mfugaji anakuwa anapigia mahesabu kwa kila kifaranga, hiyo ni hasara pia ambayo inawakuta wafugaji na imekuwa haizungumziwi. Kwa hiyo ni changamoto kubwa ambayo natumaini hata wewe ambao unaisikiliza au unatazama sasa hivi itakusaidia kuwa aware kwamba kuna kitu kama hicho. Kwa hiyo pia uwe mwangalifu kwenye kuangalia uaminifu wa mtu ambaye anasimamia banda lako, au hata wale vifaranga unapowapokea uhakikishe kwamba wanakuwa katika hali nzuri ambayo pia inaweza kuwasababisha wao wasiwe na mortality kubwa. Lakini pia angalia brandi ambayo unachukua ya vifaranga, kwa sababu kuna brands zingine mortality rate iko kubwa sana, lakini kuna brands zingine labda kuwe na hitilafu 1 au 2, labda ndo utapoteza kifaranga 1 au 2. Kwa mfugaji na kushauri uwe makini, kama anavyosema Madam Josephine hapa, sio vitu ambavyo vinazungumziwa, ni hapa pekee unaweza ukavisikia. Nini hasa kwa uelewa pia na experience, nini hasa kinachangia vifo bandani kuku wanapoingia? Yani kama ni experience, labda kutokujua, ni nini hasa kinachangia vifo pamoja na magonjwa? Siku za kwanza kinachochangia zaidi vifo vya vifaranga baridi. Kama ukiweka mtu, kama nilivyosema, mtu ambaye sio makini, wakilaliana, lazima ukute vifo 2, 3 ndio vinasababisha tu, kwa sababu wengine wanakuja hawana magonjwa na wako vizuri, lakini utashangaa asubuhi kiamka 2, 3 wamelala, unaambiwa, ukija unaambiwa 2, 3 wanakuwekea hapo, unakuja unaangalia na unakuta kweli wamekufa. Lakini sasa atakwambia nimekuta kwenye kona, nimekuta huku, unamuuliza je, moto ule uliweka vizuri? Ndio maana siku hizi tunajitahidi sana kwenye mataa bila
tukaona moto, wengine wanashindwa kuamka kuweka moto. Tunang'ang'ania sana sasa hivi hayo joto la balbu la umeme, like electronic, lakini ukisema ni ile ya mkaa ya zamani ya kuamka uweke, kwa kweli ni changamoto. Ndio. Okay. Kwa pia kutokuangalia joto au ubaridi wa banda unaweza kusababisha vifo, na hivi sio vya magonjwa au sio vya namna yoyote, ila tu ni kwa sababu hakujawa na umakini katika kuhakikisha joto la vifaranga na kuku bandani liko sawa. Katika madarasa yetu ya mitandao tunahakikisha tunakufundisha kuhusiana na kuangalia umakini wa joto la banda na kuhakikisha kabisa temperature ya kuku wako, temperature ya banda, temperature environment vina uwiano ili kusababisha ukuaji wa kuku stahiki. Je, madam, unadhani mfugaji anatakiwa kufanya nini anapopata hasara kubwa? Ndo aache akate tamaa au apige moyo konde aendelee mbele? Wewe unadhani anatakiwa kufanya nini? Kwa kweli kwa mtu mzoefu wa kufuga, huwezi ukasema ngoja niache kwa sababu nimepata hasara. Ndio. Kwa sababu unafuga kwa malengo, kuna kifaida unachokiweka pembeni kidogo. Inabidi sasa ukipata hasara kama hiyo, ukiona umeshuka kabisa, unaenda kuangalia tena kiakiba chako ulichokiweka pembeni. Unaenda kuagiza tena vifaranga, unaanza hivyo hivyo. Unajitahidi sasa, unakuwa makini zaidi. Kwa sababu unapopata hasara na umakini unazidi, na tuseme yani unakuwa makini zaidi na unakuwa umejifunza. Ili usipate hasara kila siku. Na usimalize kale kakiba kako kaliko wekwa pembeni. Ndio. Ndugu mtazamaji, kukata tamaa sio kitu cha kufanya kabisa. Hata unajua kabisa kwamba unaposhujaa akianguka lazima inuke tena. Kwa unapopata hasara kwenye ufugaji, isikukatie tamaa kwamba ndo uache. Tafuta namna. Madam anasema hapa, chukua kile kiakiba cha pembeni, ongeza tena, anza upya, jifunze ambacho kilikufanya ukafeli mara ya kwanza, zingatia, endelea, utainuka tena, kwa sababu biashara ya ufugaji ni biashara ambayo inalipa kiukweli, na ukiweza kuisimamia na kuifanya vizuri utaona matokeo makubwa na yatakusogeza mbele kiuchumi na kibiashara zaidi. Kwa kumalizia kabisa, kabla hatujafunga kipindi chetu, natamani madam hapa amshauri mfugaji ambaye anapitia kipindi kigumu kwa sasa hivi na ambaye ameshaona kwamba labda haiwezekani kabisa kunyanyuka na kuendelea. Hebu madam, tunaomba mshauri mtazamaji anayetazama, whether ndo anaanza au ameshaanza lakini pia anapitia kipindi kigumu, changamoto ni nyingi kwenye ufugaji kama tunavyofahamu. Unamshauri nini, afanye nini? Kwanza naanza na yule anayeanza. Ndio. Ningemshauri anayeanza kufuga aanze kwanza kupita kwa wataalamu wanaoelewa maana ya kufuga au waliobobea kwenye kufuga. Ndiyo. Hata kwa madaktari, hata kwenye maduka yetu tunachukua vyakula, kuna wataalamu. Wamuelekeze kwanza jinsi ya kuandalia banda, jinsi ya kuanza na vile vifaranga, huduma yake, kila ndio aanze. Asikurupuke tu na kuanza naenda kufuga. Ndiyo. Kwa kweli naweza kapata hasara alafu asirudie tena. Kwa wale ambao waendelevu kama sisi, wasikate tamaa. Ndio.